Assalamu alaikum ndugu msikilizaji wa channel ya Ulimbo wa Simulizi. Karibu tena katika mkasa wa kweli uliomtokea kijana la Masai na kuamua kuuleta kwetu, nasi kuwasimulia nyie wasikilizaji wetu mjifunze na kuburudika. Pia unaweza kunipata au kumpata Bwana Zuberi Musa Maruma kwa simu namba 0758 6743 na mwisho ni 13. Hii ni namba ya WhatsApp, au kwa mawasiliano kwa ushauri na pia chatting na update mbalimbali unaweza kumcheki Zuberi Musa Maruma kupitia namba hiyo, lakini mimi nikiwa ni Kanban Ahmed ambaye unanipata kwa namba za simu 0717 7221 na mwisho ni 81. Sehemu ya 3 tuliishia la Masai usiku akiwa anaota ndoto akiwa chumbani kwa Maimuna, tena akiwa juu ya hisia. Maimuna analia. Je, unadhani nini kitaendelea? Tusonge nayo mbele. La Masai anasema, niliendelea kupampo huko nikihisi raha ya ajabu pasina kujali kama Mai aliumia au la. Sikujali kilio chake kabisa. Nilichotamani ni mimi kumaliza haja zangu basi tu. Niliendelea kwa muda mrefu na ghafla nilianza kusikia raha zikija kwa mbali. Nikazidi spidi, Mai naye akazidisha miguno. Wazungu wakawa wakija kwa kasi, ila naenda kumaliza nikashtuka, ila tayari nikawa nishashtuka nimejichafua. Brother Zuberi, sio mchezo ase. Kumbe ilikuwa ndoto. Nilichukia sana. Ilinibidi nikajisafisha usiku ule kutokana na kuchafuka. Si mchezo. Na cha ajabu niliporudi chumbani brother, nilishtuka kukuta kitanda kimetandikwa vizuri, tena shuka jingine kutoka kwenye begi. Manukato yakinukia vizuri yalikuwa yakinukia mle ndani. Hakika nilipigwa na butwa. Nikahisi pengine nipo ndotoni, nikapeleka macho, ila nikang'amua sikuwa ndotoni. Nani katandika humu ndani? Nikawaza, nikajiuliza, japo jibu nilikuwa nalo kuwa ni binti Maimuna. Tayari nilikuwa na uhakika hakuwa binadamu wa kawaida yule. Lilikuwa ni jini lile. Sikupingana na wazo hilo. Ila sasa jinsi ya kulikwepa, huu ndo ulikuwa mtihani kwangu. Sikujua ningefanyaje mimi. Ila watu husema jini likikupenda si tu utajiri eti. Nikaingiwa na mawazo ya kijinga katika kichwa changu kwamba naweza nikatajirika kupitia jini Maimuna ambalo limenipenda. Maskini ya Mungu. Ghafla wazo hilo likanijia. Nikajikuta nikitabasamu. Japo lilikuwa ni wazo la kipuuzi kuliwaza. Tamaa ikaanza kunivaa, nikajikuta nikitamani kulimiliki hilo jini. Ikiwa nitaishi nalo duniani kama binadamu wa kawaida, mbona poa tu. Tukaishi kwenye jumba la kifahari, natembelea ndinga kali. Hakuna masharti ya kuua wala kutoa makafara wala nini. Kipi sasa kitanishinda tena mtoto mwenye alivyo mtamu bro. Maimuna alikuwa mtamu, mzee alikuwa mtamu kweli kweli. Tatizo sasa ndo ni jini. Nimuone tu nimweleze haya kama atakubali. Mawazo haya ilinijia kwenye akili yangu. Unajua nini brother Zuberi? Usiku ule sikupata tena usingizi. Nikiwaza hili na lile, nikajikuta nikiwa na hamu sana ya kukutana na Maimuna. Ukumbuke muda huo nimeshatoka kukutana naye kwenye ndoto. Basi nilikuja kupata usingizi karibia na alfajiri. Kuja kuzinduka ilikuwa ni saa
saa 4 hivi za asubuhi. Haraka nikakurupuka nikajiandaa kuwahi kazini, kwani nilichelewa sana. Kufika kazini, kabla sijakaa, SMS ikaingia katika simu yangu. Haraka nikaitoa mfukoni na kuisoma. Brother, nilitoa macho ya mshangao pasina kuamini kile nikisomacho. Lamusai, jana ulihitaji kuonana na mimi. Njoo Kicheko hapa utanikuta. Kwa wenyeji wa Moshi wengi nadhani mtakuwa mnaijua restaurant hii inaitwa Kicheko. Kumbuka msikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, hii ni simulizi ya ukweli kabisa, si ya kutunga wala si kitu cha kufikirika. Ni mkasa wa kweli umewahi kumtokea bwana Lamusai. Masai huyu kutoka mkoani Arusha, na ilimtokea hii akiwa mjini Moshi, au niseme kwa lugha rahisi mkoani Kilimanjaro, akiwa mjini Moshi. Basi baada ya Lamusai kuitwa katika restaurant ya Kicheko, Haraka tena akiwa na furaha isiyo ya kawaida anasema nilipiga hatua ndefu kuelekea nilipoelekezwa. Robo saa baadaye nilikuwa Kicheko pale. Gari ya Maimuna niliiona na niliitambua. Kuingia ndani sikupata tabu kupapasa macho kumtafuta, nikamfuata nikaketi. Basi bana, nikaagiza supu na chapati. Maongezi yakafuatia. Kwa kweli brother, Maimuna aliniahidi mengi mazuri. Kwanza kunijengea nyumba ya kifahari. Pesa kikubwa tu ni kutomsaliti. Maimuna alikuwa amenipenda kweli sana brother. Alikuwa hataki nimsaliti, kutokuwa na mwanamke mwingine, na ikiwa nitatoka na mwanamke mwingine, huo ndo ungekuwa mwisho wetu. Nilimtoa hofu, nikamwambia kamwe sitomsaliti. Basi akaambia ili watu wasishtuke juu ya utajiri anaoenda kunipa, basi ni beti jackpot, ningeshinda na huo ndo ungekuwa mwanzo wa utajiri wangu. Kuanzia hapo kweli kila nilipobeti nilishinda, nikafanikiwa kununua kiwanja na kujenga nyumba kubwa nzuri maeneo ya Msaranga mjini Moshi. Wazee huyu nasimulia mkasa wake kabisa kutoka studio za Ulimbo wa Simulizi, mimi nikiwa Msaranga na yeye alifanikiwa kujenga Msaranga. Kitu kimoja ambacho kinanivutia sasa, nataka baada ya kumaliza kusimulia simulizi hii nimtembelee mpaka kwake, nione mafanikio aliyopatiwa na jini Maimuna, huyu bwana Lamusai kutoka Arusha. Kisa chake kinavutia kweli kweli. Basi Lamusai anaendelea kusema, nikafungua kampuni yangu ya utalii kupandisha wazungu mlimani. Huu ulikuwa ni mwaka 2008. Nakumbuka mwaka 2010 kwenye mwezi wa 5 hivi, sikubahatika tena kumuona Maimuna. Miaka 5 baadaye, yani 2015, nilimuona mzungu na maisha yangu kuyahamisha Marekani. Kwa sasa nina watoto wawili, mmoja wa kiume mwenye umri wa miaka 7 na wa pili wa kike ana miaka 2 sasa. Brother, sikujua aliishia wapi. Yani mpaka leo sijui kumwona Maimuna. Ni mzima, sijui kama ni mzima au ni maiti. Mungu pekee ndo aujuae. Huu ndo mwisho wa mkasa wangu kaka Zuberi. Japo umeisha kiaina, ila ndo ilivyokuwa. Sijapunguza kitu wala kuongeza. Nawe ningependa utumie hivi katika chaneli zako na mashabiki zako waweze kusikia mkasa wangu. Tafadhali usipunguze wala kuongeza kitu. Alamsiki. Na wasikilizaji wa Ulimbo wa Simulizi, huu ndo mwisho wa mkasa wetu, ukiwa ndo mwanzo wa mkasa mwingine mpya. Asante kwa mlokuwa nami mwanzo mpaka mwisho, na imani mmejifunza kitu. Asanteni na Mungu awe nanyi. Lakini pia nilitaka kuambia kwamba jiandaeni, hivi soon tutakuwa na simulizi mpya. Hii sio kisa wala mkasa, bali ni simulizi
kali kabisa yenye vina na mzani. Lakini pia nimepata taarifa kutoka kwa Bwana Zuberi Musa Maruma kwamba mmekuwa mkikomenti, mnataka tuendelee na ile simulizi yetu ya Kufa tu hakuna namna. Hii tukiwa tumemaliza season 1, mmedai season 2 kwamba mmeipenda sana, lakini niwaahidi mimi sitachoka kuingizia vocal na sauti ya mamlaka niliyojaliwa na Mwenyezi Mungu. Tunakuja hivi soon na season 2 inayokwenda kwa jina la Kufa tu hakuna namna. Mimi ni Kanibana Ahmad ambaye unanipata kwa namba za simu 0717 7221 na mwisho ni 81, lakini pia mwandishi akiwa ni Zuberi Musa Maruma, huyu nampata kwa namba za simu 0759 4276 na mwisho ni 53. Kwa wale wageni wa channel, tafadhali tunakuomba kwa mapenzi kabisa bonyeza alama ya subscribe, lakini pia washa alama ya kengele ili kupata notification pindi tunapoweza kuingiza vocal na sauti au simulizi mpya katika channel ya Ulimbo wa Simulizi. Bila kukuchosha, nisiweke maneno mengi, nikuage. Usiku mwema. Kama ni asubuhi unasikiliza simulizi hii, basi asubuhi njema kwako na siku njema. Mimi ni Kanibana Ahmad, asante na chao.